Who is the next Pepe? Coin gani ni the next Doge? Who is the next Shiba? Yaani ni coin gani inaweza kuja kukupa faida mara 1000, mara 500, mara 100 ya mtaji wako na zaidi? Hili ni swali ambalo watu wengi sana wanajiuliza, na wanajiuliza kutokana na history ya crypto. Hapa katikati kumekuwa kuna miaka kama 2-3 nyuma, kumekuwa kuna coins ambazo zilikuwa zinatoa faida mara 100, mara 200, mara 1000, mara 3000 ya mitaji yako na zaidi, zingine hadi mara 5000 na mara 10000. Yaani utakuta mtu ameweka $100 anakuja kupata $10,000, ameweka $500 anapata $100,000, ameweka $200 anapata $50,000. Hivyo vitu vimetokea na ni real life events. Ni vitu ambavyo vimetokea like for real. So lakini kwa miaka ya karibuni basically miaka 2 hii imekuwa ni changamoto sana kupata coin za aina hii. Why? Nitakuja kujibu hilo swali vizuri kabisa. Lakini swali la pili ambalo nitakuja kulijibu is meme coin an investment or gambling? Yaani kuwekeza leo pesa yako kwenye meme coins ni investment au gambling? Ni unafanya uwekezaji au unafanya betting? Hilo ni swali la muhimu ambalo mimi nitalijibu kwa uelewa wangu, lakini nataka kwenye comment section muweze kutoa opinion zenu pia. So kama nilivyosema, kwenye history ya crypto, kwenye meme coins kuna history ya coins ambazo zilifanya vizuri mara 1000, 2000, 3000 hadi 5000. Lakini kwa saizi limekuwa ni swali kubwa sana, kila mtu anatamani kujua ni coin gani anaweza kuweka hela zake ambayo itaweza kumpa faida mara 1000, 2000, 3000, ambao dola 100 yake itaweza kuwa $10,000, dola 500 itakuwa $50,000. Kujibu hili swali nitaanza kwa kusema ya kwamba kwa saizi kupata coin ya aina hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana, na hiyo changamoto inatokana na sababu moja. The biggest problem ni swala la uanzishwaji wa meme coins nyingi. Guys, nazungumzia meme coins, sio shit coins, kwa sababu shit coins ni tatizo kubwa zaidi. Meme coins zimekuwa nyingi sana. Tukija kuangalia kwenye history tutakuja kugundua Pepe, Shiba, Doge, wakina Peanut na zingine nyingi ambazo zilifanya vizuri zilipata muda. Kipindi hiki meme coins zimekuwa zinaanzishwa nyingi sana kila kukicha. And bad enough ni kwamba kuna zingine zinakuja kuanzishwa mpaka na watu maarufu. Tumeona hapa katikati bwana Kanye West alianzisha coin yake, aliita kwa jina la Yeezy, ilipanda lakini ndani ya siku 3, siku 4, siku 5 ikashuka mpaka leo iko kwenye majivu. Tunaweza kuona kuna coin kama Trump coin ambayo alianzisha rais wa Marekani baada ya kushinda urais, iliingia pale Binance ikapanda hadi $74, $75. Leo tunavyoongea inacheza kwenye $4, $5. Tuanzie kwenye meme coins hapo. Meme coins kwa wale ambao wanauelewa kabisa ni zile coins za utani. Kwa hata mtu anavyokuambia nimewekeza kwenye meme coins lazima utambue amewekeza kwenye nini. Ni coin za utani, ni coin ambazo hazina utility yoyote, hazina project yoyote. Yaani hivyo, na coins nyingi hata timu yake inakuwa ieleweki. Yaani hujui timu. Lakini coin ambayo ilianzishwa kama utani, ikaweka liquidity, ikapata momentum, ikatrend, ikawa na mashiko duniani, watu wakaikimbilia, ikawa maarufu. Ndicho kilichotokea kwa Shiba, ndicho kilichotokea kwa kina Pepe, ndicho kilichotokea kwa coin kama Peanut, ndicho ambacho kilitokea kwa coin kama WIF pia. Inajulikana ile wanasema cut with what? Yeah. Kwa hiyo lazima ujue foundation ya kitu ambacho unaenda kuwekeza. Sasa the problem is saizi coin zinaanzishwa nyingi sana kila kukicha. Na hizi coin kama nilivyosema, msingi wake ili ziweze kufanya vizuri zinataka momentum, zinataka hype. Sasa kwa saizi tuna changamoto moja kubwa. Kumekuwa na big capital rotation. Kwa hiyo tatizo kubwa lililoko kwenye meme coins saizi, kwa nini zimekuwa ni ngumu sana kuweza kupata meme coins ambayo itaweza kupanda mara 1000, mara 2000, mara 100, mara 500 kama zamani, mara 10,000? Ni kwa sababu ya hiyo capital rotation, huge capital rotation. Coin A kabla haijapata hype na momentum ya kupanda, coin Z imeanzishwa, coin C imeanzishwa. Kuna kipindi ndani ya mwezi zinaanzishwa meme coin mpaka 30. Mfano mzuri tu, kuna coin moja kwa Binance inaitwa Mubarak. Ile ni meme coin ambayo ilianzishwa Uarabuni. You understand? Imefanya ambayo inafanya, mwisho siku itakuja itapotea, kesho kute itaanzishwa nyingine. Na zingine nyingi nimetaja tu hiyo kama mfano. So, ukiniuliza who is the next Pepe?
Jimmy, nataka niwekeze kwenye meme coins. Ni coin gani ambayo naweza nikazinunua kama 3 ambazo zitafanya vizuri ndani ya miaka 2 mbele? Jibu lake ni kwamba meme coins zinaanzishwa kila kukicha. Kwa nitatakiwa nikupe list ya coin kama 70 au 100. Tena mimi nitakuwa sijamaliza. Hizo zitakuwa ni zile ambazo mimi ndo nazijua. Itabidi nikupe list ya coin 100, 200, 300, 70, 500, I don't know. Alafu wewe uamue unawekeza wapi. Kwa nini? Kwa sababu meme coins ni project ambazo hazina utility. Yaani hazina matumizi halisi in real life. Hazina msingi wote wa kimatumizi, zinaendeshwa na hype. Kwa hiyo kwenye coin 1000, kwenye coin 500, kwenye coin 200, kwenye coin 70 uweze kufilter coin zako 5 ambazo ni the best, ndio unaamini hizi ni the best. Hata kigezo cha kupima which is the best itabidi kipimo kwenye hype, kwa sababu hazina utility. Tofauti na ukija kwenye coin ambazo ziko na real utility. Namaanisha coin kama Solana, coin kama BNB, zile coin ambazo sio meme coin, sio coin za utani, zile coin ambazo zina project behind. Zinakuwa ni sometimes zinakuwa ni native token kwenye mfumo fulani, ni utility token kwenye mfumo fulani, project fulani. Unawekeza kutokana na kwenda kusoma roadmap, kutokana na kwenda kusoma white paper, kutokana na kwenda kusoma the business behind of that project. Ukishafanikiwa kujua business behind, unawekeza ukiwa na uhakika kwamba nawekeza hapa kwa sababu timu itakapofanya 1 2 3 iko inaweza kufanya hivi na hivi na hivi. Na ndio maana leo tunaona coin kama Solana inafanya vizuri kwa sababu ni utility token, aidha ni native token kwenye Solana ecosystem. BNB inafanya vizuri kwa sababu ndo the native token, is the native coin kwenye Binance ecosystem. Kwa hiyo hata kama soko litakuwa liko kwenye volatility, litapanda litashuka, lakini still inaweza kurudi tena kwenye value kwa sababu ni coin ambayo ina matumizi halisi. Ila ukinunua leo meme coin yako alafu kesho kutwa ikapoteza hype, my friend, chati yake inaenda hivi. Taratibu itakuwa inakula mtaji wako, mpaka kuna siku utajikuta like ngoja nihame hapa, nihamie kwenye meme coin nyingine ambayo ina trend sasa hivi. Na yenyewe pia ita trend kwa wakati huu. Sasa unluckily ukija kukutana nayo tayari iko on peak, that is a very big problem. Utakuwa umeenda against the law of trading. Buy low, sell high is the key. Utajikuta umebuy low, utajikuta umebuy high. Itakaposhuka chini inashuka na wewe. Kwa nini itashuka? Itashuka endapo imepoteza momentum, itashuka endapo imepoteza high. Kwa hiyo ili uweze kupata a best result au best return kwenye meme coin, inabidi toka ulivyoinunua iweze kuwa kwenye momentum, aidha kwenye hype na iendelee kupanda, au baada ya kuinunua after a while ije kupata momentum na ipande, au kipindi ulivyoinunua iendelee kupanda, hapo utapata profit. Lakini ni sio coin ambazo ni salama sana kuziingiza kwenye portfolio eti nataka niodi kwa muda wa miaka 3, miaka 4, miaka 5. Kwa nini unaodi meme coin? What is behind hiyo meme coin? Wakati kesho kutwa inaweza kuja kutoka meme coin nyingine the best kushinda ile, watu wakahamisha energy pia kule. Remember, where tension goes energy flow. Siku zote tension inakoenda ndiko energy ina flow kwenda huko. Hata soko kwa ujumla linaendeshwa hivyo. Soko lolote ile duniani, any financial market inaendeshwa na sisi, inaendeshwa na emotions zetu, inaendeshwa na hisia zetu sisi. Kule energy inako flow. Siku tukiamua kubuy, soko lina pump. Tukiamua kusell, soko linakuwa linashuka. Kwa hiyo swali la pili la msingi ni kwamba, is meme coin an investment or gambling? Je, kuwekeza kwenye meme coin ni uwekezaji sahihi au ni kama gambling? Hapa mimi nitajibu kutokana na maelezo ambayo nimetoa hapo mwanzo, lakini pia nitapenda kusikia maoni yenu kwenye comment mnasemaje. Kama nilivyosema, meme coins ni project ambazo hazina utility, hazina matumizi halisi. Ni coin za utani. Kwa hiyo kabla sija kujibu, nataka utambue kwamba hata pesa yako unapokuwa umeenda kuiwekeza kwenye meme coin, umeenda kuiwekeza kwenye coin ambayo haina matumizi halisi, haina project behind, sana inategemea hype. Kama ambavyo Elon Musk alivyotweet kuhusiana na Doge ikapump pale alipa hype.
Kama ambavyo Elon Musk alikuja kutweet kuhusiana na Baby Doge ka hype, pale manake alikuwa ameipa hype. You understand? Kama ambavyo Trump alianzisha ile meme coin yake ya Trump coin, then baada ya kushinda urais ikapanda hadi kufika $74. It was an hype, lakini leo iko $4. So my friend, is meme coin an investment or gambling? Kwenye comment hapo nataka mtiririke. Meme coin ni uwekezaji au ni gambling? Lakini sasa huwezi kumshauri mtu usiwekeze kwenye meme coins kwa sababu ana history ya kwamba kuna mtu aliwekezaga kwenye meme coins amepata maisha. Aliwekeza $100 amepata $10,000, yani aliwekeza $500 amepata $50,000, amepata $500,000, amepata milioni hizo numbers, hela ambayo kikawaida huwezi kuipata kwenye another kind of investment. Sasa huyo mtu unamshauri vipi kwamba bwana, kwenye meme coins sio salama kuweka hela yako? Unachotakiwa kufanya ni kumwacha akawekeze kama anataka, lakini mimi ninachokifanya hapa pia sio kuwashauri msiwekeze kwenye meme coins, lakini najaribu kuwapa insight kuhusiana na meme coins. Ni kitu cha aina gani na kwa nini kipindi hiki kimekuja kuwa ni changamoto kupata zile coins ambazo zinatoa faida mara 1000, 2000, mara 100. Hata mimi pia niliwekeza kwenye meme coins back then kwa sababu zilikuwa zinatoa hizo faida, lakini currently imekuwa ni changamoto kweli kweli, na changamoto kubwa kama nilivyosema, coins zinaanzishwa kila kukicha, especially hizi meme coins kila kukicha. Na sasa hizi asilimia kubwa ya coins ambazo ziko sokoni ni coins ambazo zinakuja tu kwa hype, kwa sababu zinakuja kwenye msingi wa DeFi, na maanisha decentralized finances. You understand? Kwa kuna coin nyingi zinaanzishwa pasipokuwa na matumizi halisi. The same question is meme coin an investment or gambling? Pengine utatakiwa kuwekeza kwenye coin 100, kwenye meme coin 100 ije kulipuka moja ikupe faida, na hatujui itakupa mara ngapi. Mfano, unaweza ukawekeza kwenye coin 100, kila coin ukaweka $100, maana yake utaspend kama $10,000 hapo kama sikosei. Alafu katika hizo coin 100 ikaja kulipuka moja ikakupa hata kama bado $15,000 za $20,000. Hapo manake tukienda kwenye winning rate, kwenye 100%, manake una win rate ya 1%, kwamba ulikuwa na chance ya kuwini kwa 1%, lakini 99% ulikuwa na nafasi ya kupoteza. So I don't know if that is a good investment, lakini kwa kuwa ni meme coins, hata mimi nitaassume kwamba watu wanawekeza hela ambazo pia sio serious money, but ni serious money ambayo umepata kwa kuvuja jasho. I'm not sure if you're gonna invest in a portfolio ambayo ina 99% ya wewe kupoteza and 1% ya kuweza kuwin. Tunajua crypto investment zote zina risk ndani yake, lakini it's better ukawekeza kwenye project ambazo zina utility, ili hata itakapotokea zinashuka zinakuwa zinakupa chance ya kuweza kuhold. Hata itakapotokea zinashuka zinakuwa zinakupa nafasi ya kuhold the moment ile project itakavyoendelea na kujitengeneza, either market itakavyokuja kukutana inakuwa na sababu ya kuweza kurudi pia kwenda juu. Sio kama hapo tunaelewana vizuri. And naamini hadi hapo nitakuwa nimejibu maswali mawili ya msingi sana, kwamba what is the next Pepe, what is the next Shiba, and pengine ni coin gani itakuja tena kutoa faida mara 10, mara 5, mara 1000, mara 100, mara 200, mara 10,000. Na swali jingine la pili ambalo nitakuwa nimejibu la msingi, ambalo nimejibu kwa hoja ambayo haijakamilika lakini nimewachia nyie, ni kwamba is meme coin an investment or gambling? Na inawezekana hata majibu pia yasiwe 100%, kwamba hakuna jibu sahihi. Yote ni majibu, kwa inategemea na nyakati. Kuna nyakati jibu ilikuwa ni yes investment, lakini kuna nyakati zitafika jibu itakuwa ni gambling. Inawezekana huku mbele pia meza itakuja itaturn, zitarudi pia kwenye hype yake, kwa hiyo itakuwa ni investment. Kwa hiyo even this video is not limited, nimetoa for education purpose, lakini naamini kwa mtu yote ambaye anaweza kuulizwa ni vizuri, atakuwa ameweza kunielewa vizuri sana, and tutakuwa tuko kwenye position nzuri ya kuweza kutengeneza portfolio ambayo ni rafiki zaidi. Hata mimi sometimes inaweza nikiwa na $100, 200, 300, 400, naweza nikasema okay, hizi wacha nizitupe tu kwenye meme coin fulani. You understand? Nizitupe kwenye meme coin fulani. Lakini hata akili yangu inajua kabisa kwamba anything can happen.
anything can happen. So as usual, this is Jimmy Jah from CMX Trading. Don't forget to follow us on our social medias. Don't forget to subscribe in our YouTube channel kwa ajili ya kupata update zaidi. We go by the name CMX_trading, lakini YouTube tunatumia jina la CMX Trading. Until next time.